anakimbia shetani. Haleluya. Amen. Kila mtu kama wewe ni mtu tu, jioni ya leo Mungu anasema na wewe kwamba achana na shetani. Shetani ni mbaya. Shetani sio rafiki. Shetani hajui kufanya urafiki na mwanadamu. Amen. Ukitaka kuangamiza maisha yako, endelea kung'ang'ana na shetani. Ukitaka kupoteza maisha yako, endelea kung'ang'ana na shetani. Lakini ukitaka kusalimisha maisha yako, mpe Yesu maisha yako jioni ya leo. Na sasa nataka tuangalie Biblia katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza Wakorinto wa pili. Kulazi. Wakorinto wa pili sura ya 6. Wakorinto wa pili sura ya 6. Kama kuna msomaji anaweza kunisomea kuanzia mstari wa 14. Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari kuanzia wa 14. Soma na maiki. 18. Soma. Naam. Msifungiwe nila pamoja na wasioamini. Msifungwe nila pamoja na wasioamini. Kwa jinsi isivyo sawasawa. Ambao hawaamini kisawasawa. Kwa maana pana urafiki gani? Kwa maana kuna urafiki gani? Kati ya haki na uasi. Kati ya haki na uasi. Tena pana shirika gani? Tena pana shirika gani? Kati ya nuru na giza. Kati ya nuru na giza. Endelea. Tena pana ulinganifu gani? Hivi tunawezaje kulinganisha kati ya Kristo na Beliari? Kumlinganisha Kristo na Beliari? Au yeye aaminie? Au yeye anayeamini? Ana sehemu gani pamoja na yeye asiye? Tunawezaje kumlinganisha na mpagani? Mstari wa 16. Mstari wa 16. Tena pana mapatano gani? Tena pana mapatano gani? Kati ya hekalu la Mungu, kati ya kanisa la Mungu na sanamu na midoli. Kwa maana, kwa sababu sisi tu hekalu la Mungu. Sisi ni kanisa la Mungu aliye hai. Aliye hai. Kama Mungu alivyosema. Kama Mungu alivyosema. Ya kwamba nitakaa ndani yao. Nitakaa ndani yao. Kati yao. Na katikati yao. Nitatembea. Nami nitakuwa Mungu wao. Nami nitakuwa Mungu wao. Nao watakuwa watu. Na wenyewe watakuwa watu wangu. Haleluya. Paka mstari wa 18 tunaendelea. Ngoja kwanza nizungumze. Pana ulinganifu gani kati ya nyumba ya Mungu aliye hai na midoli? Haleluya. Amen. Pana mahusiano gani kati ya nyumba ya Mungu, hekalu maana yake ni nyumba ya Mungu? Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Nataka kusema na dunia. Kama ni kameramani simama. Amen. Amen. Unajua nataka kusema na dunia nzima. Alafu unajua unapokuwa kameramani maana yake utakuwa nifuate. Nikikukimbia mbali utakuwa nitafuta. Kwa ukikaa kwenye kiti hutaweza kunisogea kunitafuta. Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba hivi kweli, nauliza swali Biblia, hivi pana mahusiano gani kati ya hekalu la Mungu na midori? Anaposema sanamu anamaanisha midoridori. Unajua kwenye ile ya plastiki tunaita midori, lakini zamani walikuwa wanatengeneza ya mbao, walikuwa wanatengeneza ya udongo, walikuwa wanatengeneza ya chuma. Ile ilikuwa inaitwa midoridori. Amen. Sasa Mungu akiwa kule mbinguni anachungulia mtu duniani, angalia wanavyofanya ibada. Ghafla anaangalia kwenye kanisa anakutana na mdori. Hey! Hello! Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakutana na watu wako kwenye ibada, lakini anakutana na mdori umesimama namna hii. Anakutana na mdori huko msalabani. Mungu anashangaa. Amen. Anashangaa. Mungu anauliza, kuna nini kimetokea? Mbona naona kwenye hekalu la Mungu aliye hai kuna midori? Midori inatafuta nini kwenye nyumba ya Mungu? Sio mimi nauliza, Mungu anauliza. Kuna ulinganifu gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Haleluya. Amen. Haleluya.
Mungu wetu ni Mungu aliye hai. Mungu wetu sio mdoridori. Mungu wetu sio sanamu. Mungu wetu sio plastiki. Mungu wetu sio chuma. Mungu wetu sio mti. Mungu wetu sio udongo. Mungu wetu ni Mungu aliye hai, ambaye tukimwita anaitika. Kama unampenda Bwana, bado sijawaona washabiki wa Yesu. Bado sijawaona wale wanaompenda Mungu. Najua hapa nazungumza kana mtu ashangili. Jua huyo ndiye yule aliyemshikilia shetani. Yule aliyeshikilia mapepo. Leo ni siku ya kumkimbia shetani. Ni siku ya kumuondoka shetani. Amen. Kuna mahusiano gani? Kuna ushirika gani? Kuna ushirika. Ushirika manake ni mahusiano. Ndio. Kuna mahusiano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Na sanamu? Mbona Mungu anaona sanamu kwenye kanisa? Sema Mbona Mungu anaona sanamu kwenye kifua chako? Mbona Mungu anaona unaheshimu sanamu kuliko yeye? Mbona Mungu anaona unaiabudu sanamu kuliko yeye? Kuna mahusiano gani? Kuna urafiki gani? Maana sisi, hebu sema sisi. Kama sio wewe usiseme sisi. Ila kama wewe sema sisi. Ni hekalu la Mungu aliye hai. Maana yake anasema wewe ni hekalu la Mungu ambaye aliye hai. Huna haja ya kubeba mdori kwenye kifua chako. Kwa sababu mdori sio Mungu aliye hai. Kwa sababu mdori haitembei. Kwa sababu mdori haiongei. Kwa sababu mdori haiokowi. Amen. Mimi niliyesimama hapa ni hekalu la Mungu aliye hai. Amen. Kwa hiyo kama ni hekalu la Mungu aliye hai, siwezi kuvaa mdori. Kabisa. Siwezi kutembea na mdori wa Mariamu. Kabisa. Siwezi kutembea na mdori wa Chiumbe. Amen. Siwezi kutembea na mdori wa Machemba. Amen. Siwezi kutembea na mdori wa Yesu. Amen. Natembea na Yesu mwenyewe. Amen. Mimi natembea na Yesu mwenyewe. Amen. Amen. Siwezi kutembea na midori. Kabisa. Mungu anachungulia kwenye hekalu la Mungu. Anaona watu wamejazana maelfu kwa maelfu, lakini anaangalia wanaabudu nini? Anakuta watu wanaabudu mafuta. Anauliza Mungu, kuna mahusiano gani? Kuna mahusiano gani kati ya nyumba ya Mungu? Nani anatakiwa kuabudiwa kwenye nyumba ya Mungu kati ya mafuta na Mungu mwenyewe aliye hai? Tumshike yupi? Tutembee na nani? Tutembee na mafuta? Tutembee na sabuni? Tutembee na keki? Tutembee na maji ya upako? Tutembee na matikiti? Tutembee na maepo? Hapana, tunatembea na Mungu aliye hai. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu anasema ndio ya kwamba hapana uhusiano, kwa sababu sisi ni hekalu la Mungu aliye hai. Anasema tokeni katikati ya hao watu. Inakuwaje ndani ya jengo, ndani ya ibada unaabudu na wachawi wako humo? Mtu anaabudu lakini anaenda kwa mganga wa kienyeji. Mtu anaabudu lakini nyumbani kaivisha pombe. Lakini yuko kwenye ibada, nyumbani kuna pombe na hataki kubadilika. Mungu anasema kuna mahusiano gani kati ya walafi na wana wa Mungu? Amen. Leo hata makaba wako kwenye ibada, wako kwenye nyumba za maombezi, na wenyewe wanachukua masanamu, na wenyewe wanatembea na maji ya upako, na wenyewe wanatembea na mafuta ya upako, na wenyewe wana vitambaa vya upako, na wenyewe wana picha ya nabii mpaka kwenye gari lake, mpaka kwenye chumba yake, lakini bado hajabadilika. Amen. Sasa hivi kumekuja cha ajabu. Kuna chupi za upako. Makahaba wananunua chupi za upako ili wapate madanka, ili waweze kudanga vizuri. Mungu anashangaa. Mungu anashangaa. Anauliza kuna mahusiano gani? Halo. Mkimbie shetani. Amen. Leo ni siku ya kumkimbia shetani. Ndio. Haleluya. Amen. Wanatotama, sikieni injili ya kweli. Watanzania wote, kama unanisikiliza ukiwa hapa Tanzania,
ukiwa Uganda, ukiwa Kenya, Kongo, ukiwa India. Unajua nina marafiki mpaka kule India. Amen. Amen. Nina marafiki mpaka Burundi kule. Nina marafiki kule Rwanda. Nina marafiki kutoka nchi mbalimbali. Na inawezekana wananisikia. Nataka niseme na ulimwengu, saa imefika ya kumbeba Yesu. Kutembea na Yesu. Ndio. Tupa midori dori. Nitupe mbali. Midori ya Maria kwenye nyumba yako ondoa. Nitoe kabisa. Midori ya Bikira Maria kwenye kanisa lako ondoa. Ondoa kabisa. Haijalishi ni mizuri kiasi gani. Wengine wanaitolea mpaka sadaka. Wameweka midori kwenye meza na kikapu cha sadaka wanaenda wanatoa. Wananyanyekea midori. Halafu wao ni hekalu la Mungu, lakini wameacha kumwabudu Mungu. Sasa wanaabudu midori. Wacha nikwambie, Biblia inasema saa imefika msifungie nila pamoja na watu ambao imani yao haiko sawa sawa. Amen. Amen. Usishirikiane. Neno usifungiwe nila manake usishirikiane na mtu ambaye imani yake haiko sawa sawa. Kuna makanisa mengine nayo yamekuja yanasema yameokoka, lakini yana ushirika na imani na makanisa ambayo imani zao haziko sawa sawa. Wanashirikiana. Mimi nikwambia, nimetumwa kuambia ukweli. Nimetumwa kuambia ukweli. Watu wawili hawawezi kutembea njia moja isipokuwa wamepatana. Wewe umepatana na uovu. Wewe umepatana na dhambi. Ndio maana umekuwa marafiki na wenye dhambi. Haleluya. Amen. Biblia imekataza. Biblia inasema anayepokea mpaka salamu yake anazishiriki kazi zake mbovu. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Ni mauti. Kwa kujipendekeza wengine ili uonekane mwema unashirikiana nao. Nataka nikwambie kuna hukumu inakuja. Amen. Mungu ataleta hukumuni kazi ya kila mwanadamu. Na kila mwanadamu atahukumiwa sawa sawa na matendo yake aliyoyafanya. Haleluya. Amen. Msomaji endelea, tuendelee hapo, kuna kitu msingi hapo. Anasema 17. Mstari wa 17. Kwa hiyo tokeni. Anasema kwa hiyo tokeni, rudia. Kwa hiyo tokeni kati yao. Sikiliza, anazungumza na wewe, anazungumza na mimi. Mimi nishatoka. Sasa anazungumza na wewe ambaye umeokoka lakini bado unang'ang'ania kuabudu kwenye dini ambayo unajua hiyo dini haina Mungu ndani yake. Mungu anasema na wewe, mkatengwe nao. Umeokoka lakini bado unaabudu kwenye hekalu lina midori, lina sanamu. Umeokoka lakini bado unaabudu kwenye hekalu ambalo sheria zao haziambatani, haziendani na Mungu aliye hai. Mungu anasema kwa hiyo tokeni, mkatengwe nao. Anasema mkatengwe nao. Asema Bwana. Asema Bwana. Msiguse kitu kilichochafu. Usiguse kitu kichafu. Sikia neno la msingi, usiguse kitu kichafu. Usiguse kitu kichafu. Jamani, Biblia inasema msiguse kitu kichafu. Amen. Wewe uko naitwa Mkristo lakini unagusa vitu vichafu. Vichafu ni vile Mungu anakataza, vile Mungu ambavyo amesema usifanye. Usiguse. Usiguse hilizi. Si kwa maana ya kwamba usiguse kuichoma moto, maana yake usiguse, usishiriki, usivae hilizi, usitumie hilizi. Unaitwa Mkristo lakini bado ni mrevi. Neno la Mungu linasema usiguse vichafu. Usiguse vile vichafu. Unaitwa Mkristo lakini bado unaenda kwa waganga wa kienyeji. Tukikuhubiria injili nasema dini zote ni sawa tu, na mimi mwenyewe niko na dini, lakini bado ni mshirikina, bado ni mchawi. Mwingine ananiambia mimi sio mchawi. Anasema mimi sio mchawi, lakini kwa waganga anaenda. Unaweza kwa kweli hujui kama ni mchawi, lakini kwa sababu naenda kwa waganga wewe ni mchawi. Kwa sababu nakwenda kupiga ramli kwa mganga. Mganga anakuambia fulani ndo aliyekuroga, na akikwambia ndiye aliyekuroga anakuuliza tumfanyie nini, unamwambia mfanye hivyo, unashirikiana na mganga kuanga. Amen. Mnawaangia watu wewe ni mchawi. Lakini sasa mimi naenda kwa mganga tu, kwani mimi nimeenda kufanyaje? Mimi naenda kuchukua dawa. Ukienda kwa mganga ni sawa sawa mtu aliyekuja kwa mchungaji. Ukija kwa mchungaji nikikuombea, maana yake umeabudu Mungu wangu. Ukienda kwa mganga akikupa dawa, maana yake umeabudu Mungu wake aliye naye. Umetumikia miungu yake aliyonayo. Umemtumikia shetani.
lakini ni mwimba kwaya kanisani, lakini ni mzee wa kanisa kanisani, lakini ni shemasi kanisani, Amen. lakini kiongozi wa mama kanisani. Na tukikwambia kokoko na kataa, unasema nina dini yangu. Nimekuletea habari njema. Amen. Atakupeleka jehanamu. Amen. Mkimbie shetani. Neno la Mungu linasema basi tokeni, sio mimi, ni Baba wa mbinguni. Mimi sikuiandika Biblia. Baba yangu Chiumbe hakuiandika Biblia. Babu yangu Machemba hajawahi kushika hata kuisoma Biblia. Biblia ni neno la Mungu mwenyewe. Mungu akukosea, usinishitaki mimi, usinilaumu mimi nakwambia hili neno. Mimi nakwambia neno la Mungu ni Mungu, na anasema toka hapo. Amen. Toka hapo, tokeni kati yao, mkatengwe nao. Katika kitabu cha nabii Isaya anasema jikusanyeni enyi watu wa mataifa mliookoka. Katika Isaya anasema tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki mapigo yake. Toka huko, tokeni kati yake enyi watu wangu. Ni Mungu anasema tokeni kati yake enyi watu wangu. Watu kama wewe ni mtu wa Mungu, Mungu anasema toka katika hekalu ambalo hawamwabudu Mungu kisawasawa. Wewe mwenyewe unajua kwamba hata rafiki yako ni mchawi. Wewe mwenyewe unaabudu hapo, lakini unajua kwamba ukicheza tu rafiki yako atakuroga. Sasa ingine unaabudu hapo, unajua hata mchungaji mwenyewe naye ni mchawi. Unajua tu kabisa nikileta mcheza na niroga, lakini unang'ang'ana kuabudu. Nataka nikwambie utarogwa ndio, na sio kwamba utarogwa, usharogwa. Amen. Na ziko dalili za kurogwa kwako. Kila ukilala unaota unafukuzwa na lidude. Hiyo ni mauti na kufukuza. Hiyo ni roho ya mauti. Isipokutafuna wewe, itatafuna watoto wako. Isipokutafuna wewe, itatafuna uchumi wako. Isipokutafuna wewe, itatafuna ndugu zako. Ni roho ya mauti. Ndio maana unaona unakimbia, unalemewa, unadondoka. Halafu inakuja ukitoka, ukiamka unakuta jasho linakutoka. Maana yake ulikuwa unakimbia kweli, sio kwamba ulikuwa unaigiza. Kama ungekuwa ukimbii, jasho lisingekutoka. Kwa nini jasho linakutoka unapokurupuka? Maana yake kuna roho inafukuza maisha yako. Na Mungu wa neema, sio shetani anakuonyesha. Mungu wa neema wa mbinguni anakuletea njozi kukuonyesha kinachoandama maisha yako. Anakuonyesha hatari inayokuja kwenye maisha yako. Na ni hatari ambayo usipompa Yesu maisha itaangamiza maisha yako. Hauna uwezo wa kuishinda kwa nguvu zako. Hauna uwezo wa kuishinda kwa akili zako. Ndio maana unakimbia, lakini mbio zinakushinda. Amen. Mimi sipo na wewe unapokuwa umelala. Na bahati mbaya siwezi kujua unaotaka nini, hujawahi kunihalisia. Lakini najua kile kinakupata. Najua kile kinakutokea kwenye ndoto. Wakati mwingine na wote unakula nyama. Kuna mwingine na wote unakula nyama za binadamu. Unajiuliza mpaka ukiamka unatema mate. Mpaka asubuhi unatema mate, maana hizi nyama za binadamu jamani, unakosa amani. Alafu tukiwaambia wewe ni mchawi, unasema sio mchawi. Ni sawa, sio mchawi, hujijui. Lakini wewe ni mchawi. Na nataka nikwambie kuthibitisha ni mchawi. Kuna jirani yako akaenda kwa mganga wa kienyeji kupiga ramli. Yule mganga akamwambia wewe ndio unayemloga. Na hata sasa hivi jirani yako hataki kusema na wewe. Alafu najishangaa mimi nimemloga wapi? Mbona wananisingizia? Sio wanakusingizia kwenye kioo, kwenye TV, kwenye simu, kwenye interneti, kwenye mtandao wa kichawi. Sura yako imeonekana, umeonekana na wanga. Ndivyo unavyoonekana kwenye kamera, ndivyo unavyoonekana kwenye zile kamera za kichawi. Umemwangia mtu na wewe hujui. Shetani amekuchukua akakupeleka kuanga bila mwenyewe kujua. Akakupeleka kula nyama za watu bila mwenyewe kujua. Umekula mizoga. Wakati mwenyewe hata kukwako akifo na tupaga. Lakini cha ajabu shetani anakulisha mzoga wa binadamu. Ambaye hata kama angekuwa haya angesema ni lambe hapa kwenye mkono usingelamba. Lakini kwa sababu ni mtumwa wa shetani, shetani amekulambisha nyama yake iliyooza. Mzoga wa binadamu unakula.
unakula unachanga unaamuka, ni machakula gani nilikuwa nakula? Shetani anakutumikisha. Usiposhituka ukatoka huko utakufa vibaya. Maana nataka nikwambie, shetani hana mawazo mema na wewe. Biblia inasema shetani nia yake ni kuchinja, kuua na kuharibu. Amen. Ni Yesu peke yake amekuja akupe uzima. Hii ndio injili unayosikia kwenye viwanja hivi. Wakati mwingine unajiuliza, hivi hawa kina nani? Hivi wanafanya nini hapa? Sisi ni sauti ya wanadamu tuliotumwa na Mungu. Tunaelia katika jangwa hili. Tunasema tengeneza njia ya Bwana. Amen. Nyosha mapito ya Bwana. Ukiyanyosha mapito ya Bwana, utauona wokovu wake. Yesu atakujia. Yesu ataleta. Amen. Yes. Amen. Kuna siku mbili tu, leo na kesho, za kukuletea neno la wokovu kwenye maisha yako, za kukuletea neno la magutusho. Tunaita ni neno la kukugutusha kwamba iko hatari kwenye maisha yako. Kuna kifo na usalama wako ni kumkimbia shetani. Amen. Amen. Usalama wako ni kuachana na shetani. Usalama wako ni kuachana na dhambi na kuinua mikono kwa Yesu na kusema, Yesu nimekuja. Yesu nimekuja na kuhitaji uingie kwenye maisha yangu. Yesu akiingia kwenye maisha yako, hizo ndoto mbaya hautaziona tena. Amen. Hizo ndoto mbaya zitaondoka. Mungu ataleta njozi njema. Watu wa Mungu wote wanafukuzwa. Watu wa Mungu wote wako kwenye shimo, wanahangaika kutoka. Ukiona unaota uko kwenye shimo, jua uko kwenye kaburi. Na hilo kaburi Mungu anakuonyesha kuwa uko ndani ya shimo ambalo huwezi kutoka. Kila unapojitahidi kutoka, ukishika hapa panaporomoka. Mara unaota uko pembeni ya mto wa maji. Halafu ile upo pembeni ule mto unataka utumbukie. Ukikanyaga hapa panameguka, panataka kutumbukia, unahangaika. Mauti na kutafuta. Amen. Kila ndoto inayokukosesha amani, ndoto inayokuonyesha hatari kwenye maisha yako, ni Mungu anakuonyesha hatari na anasema kimbia. Inawezekana ulikuwa hujajua nikimbilie wapi. Leo tumekuja kukuonyesha njia. Leo tumekuja kukuonyesha mlango ya kwamba Yesu ndiye njia.